katika ndani ya ndoa, akiwa ndani ya nyumba bwana na bibi, kuna baadhi wana tabia za kwamba bwana ana chumba chake na bibi ana chumba chake, na hawa wameishi muda mrefu sana, maisha haya muda mrefu tu, ambao kiasi cha kwamba yani wameshazoea kama ndio maisha yao. Katika masala ya kijamii na masala ya kidini, shekhe, je, hii ni sawa? Unajua Sheikh Makoroma, hapa kunataka bayana. Naam. Bayana ya vipi? Moja, ikiwa wanaishi hivi muda mrefu, swali ni kwamba hawa ni mtu na bibi yake. Naam. Au ni mtu na mumewe, wameoana ili iweje? Na je, walipooana mwanzo ilikuwa hivi au ni masala yamezuka? Yamezuka. Kama yamezuka, kwa sababu gani? Kwa nini nikauliza hivi? Kwa sababu sisi katika sheria tumeambiwa wakati kukiwa na ugomvi baina ya baba na mama, mume aweza kumgura mkewe. Naam. Kama makosa ni ya mke, aweza kumgura baada, kuna stages. Naam. Mwanzo kumwambia, sio kumgura tu, kumwambia hasikii, sasa ukamgura, hasikii pia, kwenye kugurwa hajaingia adabu, kumpiga pigo ambalo kwamba pia ni la sheria, na kikoto, pigo hafifu. Naam. Na ndio tukasema hawa wanaume kila mmoja ni muhimu sana awe na kikoto nyumbani, vikoto viwili, kimoja cha watoto atawachapa na kifiche, na kimoja kikubwa kidogo cha kunona kiwe cha mama yao. No. Pia mama yao ataka kikoto, kwa sababu mke huwezi kumpiga fimbo wala ngumi wala teke ya stage ya mwisho ya kupiga. Sasa haya ya kwamba wanalala kila mmoja kitanda chake, nini ni daraja, ni stage ya kumgura au nini? Mbona ni wakati mrefu? Na kumgura haichukui muda mrefu, haiwezekani miezi mitatu umemgura mke. Haiwezekani hivyo. Kwa hivyo tutataka maelezo, kuna nini mpaka kila mmoja analala kitanda chake? Na ni maisha yamezoeana, na kila mmoja ana shahwa, kila mmoja aika mizigo yake wapi, kwamba wanakaa mbalimbali. Yaani bibi akitamani bwana yuenda kule kwa bwana, bwana akitamani bibi yuja huku kwa bibi, kwa tendo lile la ndoa peke yake. Likishaisha kila mtu anarudi kwake chumbani akalale. Hiyo ndio maana. Alafu pia si kwa muda mfupi, ndio maisha walionayo. Usika hapo ni makosa makubwa, kwa sababu lengo la kuoana ilikuwa nini? Na ikiwa sheria itatoa nafasi kwamba kila mmoja analele kwake, watakapotamaniana ndipo wakutane, sio malengo wale matamanio hayatokuja, mwisho atapotea kabisa. Kweli. Na sisi tulizungumza tukasema itawezekana mbeleni hivi vitanda vya 6x6 viondoke, watu wabaki na vitanda vya 3x6 au 2x6, hata 2x2. 2x2, watu walale kila mmoja anahisi joto la mwenzake. Matamanio ndio yataanza pale. Na Sheikh Makidudu, nafikiri tulizungumza vitanda vilikuwa vile vidogo. Naam. Mwakisu. Na utaona kwamba wanalala baba na mama, babu na bibi, yani wako pamoja. Haya mambo ya vitanda vya 6x6 na magodoro, Sheikh amekuja juzi, na ndio yanaleta mfarakano wa ndoa na hivyo, sababu bibi alala kule, bwana alala kule. Hili ni tatizo kubwa, Sheikh. Wala sheria haishajishi hivyo. Sheria haitaki hivyo, kila mmoja kwake, wakitamaniana ndio wafuatane. Hiyo marufuku, ni makosa. Kwa hivyo ni makosa, makosa kabisa. Ndoa za Kiislamu kwa hivyo hatujaona ndoa aina hiyo. Kwa hivyo tunasema kwamba wenye tabia hii waache. Na kama kuna shida, ile shida ijulikane katika ofisi husika. Ijulikane ni mke, kama umemwona mume anza tabia hii, kwamba lala kwako bwana, usimfatefate, nenda katika vyombo vya sheria haraka. Na ikiwa ni mume umehisi mke yuko hivyo, haraka upesi nenda katika vyombo vya sheria. Sio maisha ya ndoa haya. Wajua wanaume ni wakali sana mabibi zao. Pia bibi amekuwa mnyonge, kuna baadhi ya mambo haongei. Ananyamaza kimya kwa sababu ameogopa yule bwana, sababu yuapiga. Unaona, yuapiga kwa sababu aliambia maneno ya mimi na wewe, basi uacha tu iwe hivi. Sasa yule bibi anarudi kwa mnyonge, shekhe. Sasa shekhe, tunasema ni wakati yule bimaana kwamba bwana anamnyanyasa sana bibi. Hii shekhe ni vipi nayo? Kwanza nasiha ni kwamba haifai bwana kumnyanyasa bibi kiasi cha kwamba yule bibi akiwa mbele ya mume wake hana usemi, hawezi kuzungumza lolote, atetemeka. Ni makosa. Inataka maisha ya ndoa ili yawe na enjoyment, yawe na raha, ni kwamba kila mmoja ajinafasi, akiwa na mwenzake ajisikia kuzungumza. Na masala ya kwamba bwana akija mke hazungumzi, anasema mwenyewe na stress zangu, au bwana mke akija anasema usinisumbue wewe,
mimi nakuona fala tu. Haya si maisha ya ndoa. Maisha ya ndoa ni watu wa free, kila mmoja azungumze shida zake. Na ikiwa kuna maisha haya, nafikiri tushatangulia. Mke, usikubali maisha haya kwa sababu wewe hutoyapenda maisha haya. Nenda ukashtaki sehemu zinazohusika, huu utatuzi ueleweke. Ikiwa ni ndoa ibakie, kama ni kwamba watu wamechokana, kila mmoja afuate yake. Nafikiri